ilikuwa ya kwanza, siku yangu ya kwanza kwenda kwa cyber pale kwa mambo ya tarakilishi. Binti Maumolo Adiambo, jinsi unaniona mimi mrembo hivi, mapepo yanikataa sisomi. Walikataa siingii katika kidato cha kwanza. Nikawacha darasa la 6, mapepo mabaya. Walikataa. Walikuza jina. Umejua kuna wakati Paulo alikuwa kuhubiri mahali na kulikuwa na mabinti fulani alikuwa na mapepo. Unajua wanaweza sujia kwa watu wasisikie. Kanisa inastahili kuwa chonjo sana. Hapako Yesu ndazama. Na msifu Yesu ndazama. Amen. Koro amekanyo. Basi nikaenda hapa. Nikafunguliwa email. Andiko ni mzungu. Nikamwandikia. Mzungu ndo chako niko na akaniandikia koro na dola. Akaanza kunitumia dola. Maisha yangu yanabadilika. Koro vile kabile. Kila siku. Mimi naenda kwa shamba. Usipna moro manisikie ba. Rafiki yangu mwingine alikuwa anafanya kazi kwenye benki. Nikamweleza. Akaniambia fi. Koro hivi laptop. Wewe uko na laptop. Kibile sahihi. Uko na tarakilishi hapa, alafu unaenda kwa shamba. Unaenda kwenye duka ya tarakilishi. Ele nifanyaje? Watu nalibisho. Akaniambia sio. Boga beto bisho fi. Fili. Pia direct ya laptop. Enda ufungue hiyo laptop. Kaki ya ukani. Jinsi unaifungua hapa. Chaka. Anzaga kila Dia. andika fi. Na utajua. Nikaenda nikakana tarakilishi. Nikawasha. Skrini yake ikawaka, nikaiangalia. Nikasema sawa, nitakutumia. Siku nyingine nikaibeba, nikaenda naye kwa mtu wa cyber. Hebu nisaidie jinsi naingia kwa ukitau. Ratiba zote. Dakika kidogo nina ustadi. Sasa mimi ninawafundisha watoto wangu. Katika tarakilishi nilijifunza maneno mengi. Microsoft Word, Excel. Mambo ya nywila na mambo ya Excel. Nataka nirudi katika hekima nyingine. Bwana Yesu. Mahali ambapo ulimwengu umefika. Hiyo inaitwa utangulizi kwa mambo kujifanya yenyewe. Ni mambo ya utangulizi ya mambo kujifanya yenyewe. Kuna watu ambao wanaifanya. Amen. Nilisoma mengine na wiki. Mahali unaniona mtu wa darasa la 6. Neno la Mungu linaninoa kuninoa. Paulo anasema neno la Mungu. Ni wokovu ambao tuko nao. Ni nguvu. Amen. Ni nguvu. Ni hekima. Ni ufahamu. Hauwezi bakia katika kiwango kile kile. Na umeokoka. Ukiwa utabaki kwenye kiwango kile. Ni wewe ndio umekataa kukua. Ndio wazi. Wewe ndio umefanya umekataa nini? Kunao mabinti hapa ama kina mama ambayo wazazi wao waliwafundisha mpaka kidato cha 4. Mimi niko nao kule kwangu. Pia wananifanyia kazi. Jinsi alivyomaliza kidato cha 4 ana cheti. Hiyo wokovu pia sanipia nayo. Yaani anakaa nyanya mzee ambaye hata shule hakufanya nini? Ni yule ambaye fahamu hata sitofahamu yenyewe hana. Wokovu nayo amekataa isimpibue. Unajua hapa katika wokovu ndio watu hutibuliwa moto. Amekataa kutibuliwa moto.
personal growth. Kukua wa kibinafsi imefanya nini? You need to do that. Unahitaji kufanya. You need to grow. Unastahili kukua. Kaka mmoja nitie yeye. Ndio nyakepa. Biblia inasema kunyosha, kuadibisha inaingia mpaka kwenye mawazo. You need to accept to grow. Unastahili kukubali ukue. Kendo sababu na madwa grow. Anayetaka kukua Ndoke school wote mrenga mfu. anajifanya pumbavu bwege na arejee shuleni. Kikamore mumaka boneki. Hapa katika Biblia inaandikwa Ni timurini rie. wewe kwamba ukijifanya mwerevu Tokinya ngeki mo. huwezi jua kitu. Tokitimurini kia. Lakini kama haujui ukijifanya ujui ndio unapata ufahamu. Yesu paki. Amen. Etimango. Ndio unapata ufahamu. Personal growth is important. Kukua wa kibinafsi ni muhimu wapendwa. Kama tusekuru personal growth. Baada ya mtu pili ya pili, mtu akisha Ore kido church growth. ndio sasa tunaingia katika kukua ya kanisa. Imangeni punyu church growth. Watu wengi wanafundisha kukua kwa kanisa Kobiwe personal growth. na wanaacha kukua wa kibinafsi. Hata mara yote decide they need personal growth. Hata watumishi wa Mungu wanahitaji kukua wa kibinafsi. Before the church can grow, Kabla kanisa ikue, they need personal growth. wanahitaji kukua wa If you don't grow personal, kama haujakuwa you will kibinafsi, kill a lot of people. utaua watu wengi. Yes, Opaki. But when you grow personally, Wakati unakuwa kibinafsi, you will also be used by God pia utatumiwa na Mungu the way He used Jesus. jinsi alivyomtumia Yesu. William Ingendi Mumanini wasome convention. Well, let me bring it here. William, unajua ile andiko tulisoma katika hata yule ambaye twamfuata How to go through personal growth. lazima angalipitia kukua kwa kibinafsi. Look at Chilwell's Brabo. Luka 1:80 Watonia inasema hivi and the child. ya kwamba mwana Yes, Opodnete. Yesu alikuwa mdogo. But Muwa watona Muwa. Biblia inasemaje? Yesu To nyathino nodoko motegno e chunye to nobet e thim na nyaka nochopo chieng' manonyisore ne Israel. Opakruo. Bwana Yesu asifiwe. Sakibina. Enda 2 verses 40. 2:40 Wacho niya, hapo kitabu cha Luka tu bado. kendo nyathino nodongo Muma ulumu Yesu ni nyathi. Biblia bado yamuita Yesu mwana, mtoto. Nyathino ni nyathino. Huyo mtoto Yesu mwalu wani. huyo Yesu ambaye tunamfuata. Muma dume ni nyathino. Biblia inamuita huyo mtoto huyo. Nyathi kanisa. Huyu ni mtoto wa kanisa langu. Huyu ni mtoto wa kanisa langu. Huyu ni mtoto wa kanisa Kanisa langu. madu mwani magi cho kanisa. Asijaisikia mtu akiita kwamba hawa ni Nyathi watu. kanisa. Huyu Nyathi kanisa. huyu ni mwana wa kanisa langu. Nyathi nyasaye Yesu. Na mtoto wa Mungu ambaye ni Yesu. Muma watu ni he grew. Biblia inasema alikuwa No donge chui. akawa katika moyo Usokisomo kama. ama huku soma. Ye 8 cha. Hebu enda pale kwa 80. Mungu ni Luka 8 chapter 8. Watu wengine wajajua ya kwamba Luka iko na aya yake ya The 80. New Testament. Amen. What on Yasemaje? to nyathino nodongo nodoko motegno e chunye. Kodongo mutegini yango. Alikuwa mkubwa na akaimarika ndani ya nini? Kama kodongo mumeno mutegini chu. Mtu asipokuwa na akaimarika ndani ya moyo, Tongine ndo kanisa milungu no kolo pesa. wao wanakuwa wanaitwa ukolopesa. Ukigonga hiyo inajikunja. Opakruo. Bwana Yesu asifiwe. Anunga mukodonge chu. Huyu ni yule ambaye hajakuwa kimoyo, Mono nyasayo beauty kodi madam. ili Mungu amtumie kufanya vitu vikubwa. Unegi dong makata fibio wacha ngoti
Ni kanisa mambo week na tulichomisha miki baya lo salemo kudaya le kanisa. Mjomba kanisa hili ni dhaifu sana. Mwingine akaniambia kwamba maneno ambayo nayahubiri kule kanisa la Salem siwezi lihubiri katika kanisa hili. Tununisa kanisa bomba usiku. Akaniambia kanisa lingine ambalo la rafiki yangu. Ni kanisa la usiku. Akaniambia hiyo kanisa la rafiki hiyo. Kialo ndio Salem. Hubiri Kristo na hubiria watu wa Salem. Watu wote kiguna njia. Yuri. Watatoroka. Ingejomania kanisa. Maana walioko kanisani pale. Ibero wangi. Basi wanapendezwa macho. Tosamaja yanundo bero wangi. Wakati mchungaji anataka kukupendeza macho. Indango. Wewe una mimi. Idak nango. Waishi vipi? Amo michungu bentiki limomba kinoko. Je, ndio umesimamisha? Je, kuna kitu ambacho inanyeshewa na jua pale, inanyeshewa na mvua pale nje? Kisumu. Enda Kisumu. Kemikali ya kamoro milongo ni Sunbless. Hebu pita pale ambapo panaitwa Sunbless. Ukia moja kuja dolo ujene maji. Jioni kiongozi hapa kuhani kijana. Wakati umano se bitu bigeche. Utapata wanaume ambao walishafanya kazi kwa magari. Ukigeche pere parking man Sunbless. Wanarudisha magari rivers. Zinaingizwa kwenye maegesho ya magari. Hii ni gari muhindi manobi utero mikate Kenya magema. Utapata magari za muhindi zilizoenda kusambaza magari mikate Kenya nzima. Muhindi ndo tornado manacho milimani. Na huyo muhindi yolala wapi? Kule milimani. Mwana kijoki kemani ndela. Yeye kuna vitu vyake. Ito saboro katabia idwa ni ndogo hiyo. Wewe hata mbuzi umejengea nyumba unaifunga katika nyumba. Bila hiyo kedi la. Hao mbuzi wawili. Wewe Kayume ukidwa ni dongi. na hapo pia utaki kukua. Na matali. Anaanza kukataza Chemu kitu. watia bieribari 5 weeks kanisa. Si kama unaambiwa kweli wiki au kuji kanisani. Yalo kimuma. Biblia tumwe na Biblia. Mondo biodo chui. Akuja kueleza na Biblia. Kwa moyo wangu binafsi. Saonge mimi rodogo chui. Hakuna wakati wa kubembeleza moyo wangu. Yeso pake. Yesu asifiwe. Imingio ni yalo ya kokoli hivi hapi. Wewe umezoea mhubiri asipo kutembelea wiki mbili. Ako la ndo kanisa wanio ngehera. Usaanza kutangaza kanisa letu halina Ndio upendo. ni mamoe. Wewe unataka kupende. Mambo mengi mayomi mangato kurume kanisa. Haya ni mambo ya madhaifu. Unakaa nayo kanisani hapo. Dhaifu haya. Amen. Yeso pake. Asifiwe Mwokozi. Wacho ni the child. Yeso nongono ni he made it. Inasemekana Biblia inasema alijiimarisha akakuwa katika nyika. Alio pramu wacho ni ya. 2:40 hapo. Mjue najaribu kuangalia na wajaribu nione kama kuna mama aliye na ustadi ambaye anaweza simama na aseme hata mimi nataka kusoma Biblia kama wewe. Mama soma. Nyathino nodongo modoko motegno ne en gi rieko mathoth kendo hap Nyasaye ne ni kode. Basi ana hekima tele. Kukua kwako inakufanya unakuwa na hekima nyingi, si moja, mengi, hekima mengi, hekima tele. Kukua dongo maana kukua akawa nayo na sio hekima tu, akawa na nini? Heri ya Mungu ikawa pia nini juu yake. Unajua mtumishi wa Mungu kama ugali. Najua askofu wenu ni mwalimu. Amen. Ninyi ambao wamebakia katika upeo wa mahubiri, ninyi mbilini, sisi tumebakia kwa mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Ama waandishi wa Biblia. Biblia yasema ya kwamba neno la Mungu liliandikwa kwa roho. Msukumo wa roho. Maanisha roho ndiye waungu
akaongoza waandikaji. Okay, to wisdom. Akaweka hekima. And then favor. Na kisha kibali. Yes, okay. Now, a child of God without favor. Mwana wa Mungu bila kibali. A child of God without favor. Mwana wa Mungu bila kibali is a child of God. Ni mtoto wa mateso. Favor. Maya saidi. Favor. Basi kwa sababu gani? Nalo kitu kinaitwa nini? Now it is upon you. Ni kukuhusu ni juu yako. Coming to grow. Ili uamue kukua. Growth you must determine. Umejua kukua ni kuamua kwako. Makini waro ni wingi tia what? Ni juhudi ya kusikiza neno. Tia what nyasai kanga kuwingi. Mungu akisikia kiini cha neno la Mungu. Nito kata ngamo fu. Hata mtu bwege pumbavu. Pachukti. Ambaye akili yake punguana. Pachukti. Akili yake yatibuka na nuru. Tieni tia wache mune vitima. Na kumaanisha unastahili tu kusikia kiini cha neno. Amen. Amen. You to understand. Ili uelewe. Now what only he grew not only wisdom, Biblia inasema hakukuwa tu katika hekima, but with the favor of bali katika kibali cha Mungu. favor exempts you from suffering. Kibali inakuokoa kutoka kwa mateso. Favor Kibali. exempts you from longing. Kibali inakuokoa katika zile fole ndefu. Inyalo bibede unalomona nyasa uchonga mapeke. Wakati fulani Mungu alinikanya sana moyoni. Na big ignorance. Nilienda na upumbavu ama kutijua in my thought back then. katika wazo langu la kibinadamu. Now aroni ya Niliwazia ni we are better than some people. ya kwamba sisi ni bora zaidi. Molo yo manwa yudo ko ya injili. Zaidi ya wale ambao zaidi ya sana wale ambao tulipata wakihubiri injili. To moko nwa yudo ko ya injili mateka. Wengine tuliwapata wakihubiri Dying injili without nguvu sana. cars, Walikufa bila magari, homes, bila manyumba mazuri. ndio kusomo. Watoto wao hawakwenda shule. Maka modo bende kidwani no biwani mabasi. Pengine ukitaka kuangalia na macho yako ya kibinadamu, Kama dharau wa of my victim. utakani kana kwamba unataka kudharau wokovu walioibeba. As I continue growing, Bali nilipoendelea kukua, manya watu katane uwe tena kumwa. ambayo naweza waambia wapendwa ama wandugu katika It wokovu, is a must basi ni lazima for you to look for personal growth. ya wewe kutafuta kwa kukua wa kibinafsi. You need katane senu minuma moroma kichumpile. Hata kama Mungu alikupatia tu andiko, ukisimama unaipasua hivi, unaiweka wazi. Wakati unaipasua watu wanasaidika. You also need to grow Wewe pia ukue, so that ili wisdom uvutie hekima na kibali. Sikufuate zote mbili. praise the name of the Lord. I realize Nikagundua the favor kibali no seekers. inafuata wanaoitafuta. Okay. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba kitu mapunyo tikma. Ya watamani kuwafundisha ni ngumu kiasi gani? Amen. Yaani kusema amen. Sema amen, amen. Kama ukilia free. Sasa hii inakushinda kusema. Sema nipatie mbili Ami mbili. point me. Ami point. Nikikupa tu hoja. Amen. Hoja nyingine. Yesu watu ni ya. Yesu anasema, Seek ye first. basi tafuteni kwanza. Seek ye first. Tafuteni kwanza The kingdom. ufalme. Seek ye first. Tafuteni kwanza The ufalme. righteousness of that kingdom. Haki ya hiyo ufalme. Seek ye first. Tafuteni. If you find it, Ukiipata, then addition will come. kisha yanayozidishiwa yanakuja. Watu ni jumanya sign your favor. Wale ambao wanapewa kibali na Mungu, In seekers. wale ni watafutaji.
Hata kama wewe ni ajuza, lazima ukue na kukua kibinafsi. Kuna wale ambao walikuja kwa hivyo komu wakastareheka ya kwamba wao ni wazee. Unajua wewe nilikuacha na mshirika aliyeokoka. Ikaandikwa wake wakubwa na wafundisha wadogo. Wewe utafundisha nini? Kwanza atapotea. Wewe utafundisha nini? Wewe umekataa haukui. Wewe mama mkongwe wewe. Wewe utawafundisha vingine na vitukuu wako nini? Je, unajua? Basi ukikosa mwelekeo na watoto, hoja yako ambayo unapatia nao ni kukuomba. Sasa wajukuu ndio sasa unafikishiwa. Haya, kukua. Dongo maana kukua. Lazima ukue. Kwa hivyo Kongo, lazima ufanye nini? Ukue. Tunakuja katika kukua kwa kanisa. Mchungaji, hebu angalia pale katika Luka. Pale kitabu cha Luka 2:52. Ka Yesu nodongo, rieko ne nomedore. Kendo Nyasaye gi ji nomedo mor kode. Kama watu hawakufurahi ya kumaanishi wewe ukui. Mimi nalifurahia maana mnapata aina ya chungu. Na kama nimefikia kwamba na nikatae hapa siendelee kukua. Hata yule ambaye anakuita kwa mkutano ya upati. Utakaa kwenye mlango uparare. Hauitwi. Maana umekataa kukua. Jinsi hiyo alikuwa. Jinsi hiyo alipata kibali. Na Mungu. Na binadamu. Mwalimu mwenzake niligundua yote wanayohitaji binadamu iko katika mikono ya binadamu. Tarudia ndugu yangu. Hiyo ni uzuri. Kama ni mahubiri ni tu. Hakuna kurudia. Nitalabali huko. Hapa kwa mafunzo kuna kurudia. Yote tunayotaka maisha. Haziko mbinguni. Iko ulimwenguni. Na hii katika mikono ya Mungu mwingine. So the more you have favor with people, jinsi hiyo uko na kibali na watu, the more you get things. jinsi hiyo unapata. But before you get favor, na kabla hujapata kibali, you need to seek. Unastahili kutafuta. You need to grow. Na ukue. Mwalimu sasa umeipata. Unaroko ile no mwalimu. Favor kainko. Kibali ukiwa nayo. Upaku. Grow in wisdom. Na unakuwa katika hekima. Wa Mungu anafanya unavutia watu kama sumari. Yale ambayo unataka yapo mikononi mwa watu. Jina la Bwana litukuzwe. Na pia jirani, kukua imenilenga nipende
lazima. Ne foundation marki moro ema miste kamini. Yani growth magi moro foundation magi moro dongo boni. Growth magi moro ni kile foundation. Yani kukua kwa kitu inadhibitishwa ama inaonyeshwa ama inaashiria kila ambacho kiko katika misingi yake. Twende katika kitabu cha Luka. Sita pale nitafute jambo. Yesu asifiwe. Luka 6:48. Wacho niya, ochal gi ng'ato magero ot mano kunyo odhi matut kendo noketo mise ewi lwanda. Kane ula obiro, pi nogoyo odno to ok nonyal yienge nikech nogere maber. Achia pale. Kukua kwa kitu inategemea msingi yake. Na kama tungalikuwa hapa wahubiri, basi ningeenda ndani sana. Unajua kuna kile ambacho kitajengwa juu sana kama misingi yake imeelea. Yesu. That means kumaanisha mama yangu ajaona. Mimi jinsi naona kanisa lenu na jinsi askofu anavyoendelea. Jana nilisoma niliandika nukuzi ambazo sikusoma. Vitu 7 ambazo zimezuia kanisa kwenda mbali. Roho, asante. Roho 7 ambazo zimezuia kanisa kwenda mbali. Roho ya Adonija. Roho ya Kora. Kitu kitaka kukua. Unajua Kora alikuwa na roho ya uasi. Ulitekeleza viongozi nikuje nifunze. Kora kumbe alikuwa anatoka kwenye lango la Walawi. Huyu Kora lango aliotoka kisha akamweka Musa na maneno ikafanya mimi nikifunza kitu nafunza kiegemea kukua kwa kanisa hili. Ushuhuda alionifanyia ikanifanya nijiulize ni aina ya chakula gani na stahili kuweka kwenye muda wangu. Lakini mtajua spirits go hao roho moroni tile marugo Daudi poroka imugeninga. Huyu kuna yule roho ya mwana wa Daudi ambaye anaitwa nani? Yeye ndio uanza. Yeye ndiye anaanza kusema, ndio mchungaji ajui sana. Lazima afanye nini? Biblia inasema ya kwamba alikuwa anasimama kwenye lango. Anaenda kukaa. Akasubiri watu kuja kuona mchungaji ambaye ni baba yao Daudi. Akikuja mtu akija anamuuliza unafanya nini? Napenda kuona kuaje hapa. Hakumuona sababu gani? Nina shida kidogo. Anaweza kuwa. Je, anaweza? Mbona mtu ameniweka mchungaji? Hiyo ningependa na nimalize. Hiyo inaanza kama kanisa iko kwenye kiwango fulani.
Nashangaa kwa nini Roho alinizuia nisiongee maneno haya. Kukua depends on the foundation. inaegemea misingi. And that is why Ndiposa askofu, kama askofu, what you lay down, kile ambacho unaekeza sasa I want to live 3 years or 4 years. kwa miaka 2 ama 3 ama 4, This is the headquarters of Sunyani. hii ndio makao makuu ama ni Nyaera. Makao makuu iko wapi? Where is the headquarters of this church? Makao makuu There is headquarters. makao makuu ni Nyaera. Then the Nyaera watu ni pull your soul. Kisha nitasema watu wa Nyaera mjitahidi. Mfanye nini?